Jua Musa yule mwandishi wa vitabu vitano vya Musa. Musa aliishi miaka 120. Lakini miaka 120 iligawanywa katika makundi matatu. Kundi la kwanza ilikuwa na miaka 40 alipoishi kifalme kule ambako alichukuliwa kutoka kwenye maji na mtoto wa mfalme kwenye nyumba ya mfalme. Analelewa miaka 40. Miaka mingine 40, kama wasomaji wa Biblia mtakumbuka, alifika mahali alipoona mtu mmoja aliyekuwa na nyanyasa Mwisraeli akamuua. Wale Waisraeli wenzake wakamgeuka, wakasema, wewe unatuua sisi. Kumbe yeye alifikira anasaidia, halafu baadaye wakamuona ni adui, akalazimika kimbie, akaenda Midiani, akawa mchunga kondoo kule kama mtu aliyejificha ndani ya miaka mingine 40. Unaiona? Lakini baadaye miaka mingine 40 akaja kuwa mtumishi wa Mungu anayewaongoza wana wa Israeli ili awafikishe kwenye nchi ya ahadi. Nachotaka nikuoneshe ni kwamba miaka yote inayofanyika kwenye maisha ya mwanadamu wakati mwingine inamuandaa mtu kwenye namna atakavyokuwa. Ukimwona mtu alivyo leo, sipo alipoanzia, kuna mahala alikotokea, akatoka hatua ile akaja, akatoka hiyo akaja, na mahali pengine unakuja kumuona asema, huyu yuko hivi. Labda Roma, nikupe mfano mmoja. Huyu labda amefanikiwa, unajua. Ina maana unajua Mungu amembariki kwa vitu vinavyoonekana. Unajua na mahali ana hiki, ana nyumba 5, na nyumba, ana gari. Labda mwingine yuko anatakana kununua, na nilishawaambia kununua ndege, anataka kununua ndege. Ukimuona hapo alipo, sipo mahali alipotokea. Ukimtafuta alianza wapi, inawezekana ni mtu aliyekuwa anafanya vibarua, anafanya shambani kwa mtu, lakini huko mbali ametembea. Haya ndiyo yanayokuja kuonekana leo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa basi, maombi, mtu anapochukua muda na kumwomba Mungu kwa masaa, kwa siku, mahali unapomuona na usipomuona, matokeo yake Mungu anatenda makubwa kupitia yeye. Unamfikiri ni hapo ulipomuona, kumbe kulikuwa na maandalizi ambayo yamepelekea hapo aonekane kwamba anaweza kawa mtu wa maana, anaweza kakusaidia, anaweza kawa wa kutegemea. Hapo sipo alipotokea. Kwa hiyo maombi tuliyoyaomba na tunayoyaomba yanaendelea kukuandaa ili mahali ambapo unaweza ukafika, mahali ambapo unaweza ukapita, watu waseme, hakika huyu ni mtu wa Mungu, huyu ni mtu wa Mungu, huyu anamjua Mungu. Nilikuwa na mama mmoja ambaye kule nyuma walijaribu kumshuhudia. Kumbuka, kila unapotembea hata rafiki yako atakushuhudia. Kama una tabia mbaya, maisha yako umeyatoa kwamba mwili katika mambo yasiyofaa, huyu rafiki yako unayekaa naye, sijasema mke, rafiki yako yule ambaye siri zako zote anazijua, hata yeye atasema huyu anajifanya ni Mkristo wala si chochote. Lakini si yule rafiki yako, mnafanya mambo pamoja, mnafanya mipango pamoja, kwa sababu pumba zako na ujinga wako ulionao yeye pia nauona. Anasema, hata kama ni Ukristo huyu yeye hamna, hata kama mkiwa mko wote mnakaa, anasema huyu hamna, huyu ni bure. Ni bure, kwa sababu huna cha ushuhuda kinachomshuhudia kilicho kizuri. Na yale mambo hayafanyiki kuzimuni, yanafanyika mmejificha chumbani. Unampigia simu, anajua mambo yako yote. Ndio maana hapo unaweza ukakaa na mlevi wa hatari. Hata kama angesimama mimbalini, bado ni mlevi yule, ni mlevi bado. Atakuwa ni mlevi yule bado. Kwanza anakuwa kero kwa watu wanaomfahamu, wanaomwangalia, anasema anajifanya sana aenda kuhubiri, si bora angetoka tu. Mlevi kabisa huyo, na kwa sababu mnalewa naye, mnashiriki naye. Kwa hiyo mambo yale unapoyashinda na Mungu akakusaidia, anakuwa amekuandaa tangu mapema. Lengo la Mungu ni sisi tujue, jambo la kwanza,
kwamba Mungu anajua mipaka ya mwanadamu aliyonayo, na kwa sababu ya shida na udhaifu, ndio maana anasema tuombe. Hakuna anayeweza kashinda bila kumwomba Mungu. Muombe Mungu, haijalishi kwamba unasema maneno 1000, hata kwa maneno 10, 15 ndiyo yatakayokuzalia siku nyingine useme maneno 50. Na unapomwomba Mungu, mwambie Mungu, kwa sababu ndio sehemu ya kuweka mahusiano yako na wewe na kueleza shida zako, akusaidie. Mungu anajua mipaka ya mwanadamu aliyonayo. Lakini pia Mungu katika maandiko haya anatuonesha namna tunavyotunza miili yetu, ndio namna tunavyotunza pia mambo ya kiroho. Unapojichafua katika mambo ya kimwili, unachafua hata mambo ya kiroho unayoyazungumza. Lakini pia Mungu wetu ana neema ya Mungu bado inaendelea, inakutafuta. Kama bado hujaamua sawa sawa, inawezekana hata leo ni kwa sababu yako, ili utubu hiyo dhambi na Mungu akusamehe. Lakini jambo la mwisho, kwamba bado Mungu anatuandaa. Unapokuwa kwenye ibada, unapofuata mafundisho, unapofika kwenye vipindi vya ibada, unaenda kwenye ibada za mitaa, unalisikiliza neno, mnakaa pamoja, mnaomba. Kama kesho inasema saa 12:30 tunakuwa hapa, ni maandalizi ya kukuandaa ili usimame imara na hatimaye ufanye makusudi yaliyo ya Mungu. Je, inawezekana kuna mahali